It is true there is an impeachment motion against the Deputy President, and as a Member of Parliament for Kikuyu, I have already appended my signature to it. And I will support that impeachment motion to stop a process where government is being undermined and sabotaged from within government. Ili yale mambo tuliwaambia tutawafanyia tuweze kuyatekeleza. But it is not tenable, it is not feasible that for another 3 years tutakuwa ni siasa ya mlima, siasa ya Lakeside kwa kina Bishop Opio, siasa ya baharini huko Coast. Tufanye siasa ya maendeleo ambayo itatuwezesha tufanye yale mambo tuliyoelezea. Kama mbona totole siasa ile miaka ya 5. Nekionie jugete na nego confirm that hero motion agedoma, and I appended my signature to it because I do not believe in the politics of ethnicity. I do not believe in the politics of undermining and sabotaging a government that we formed. Sababu tunaambiwa ati tujikusanye kama Wakikuyu, tujiondoe kwa hii serikali, tuende tutafute Kalonzo na Wajakoya na Eugene, ati tutengeneze serikali nyingine ya 2027. Na hii tulitengeneza tuachilie isaidie wengine. Hii tulitengeneza kwanza ndio tutatumia, tuweke barabara ya Kifama Korami, tujenge soko Bogoto, tuweke barabara ya Bogoto Rami, tuweke Odile Rami, tumalize ya Kikuyu. Hata hapa Kifama kwa hela hakuna Rami. In the next 3 months also, those roads have already been advertised na zitafanyika. Because that is the work you give me. Umeambiwa hapa bishop wenu Kingo Wambua, si mnamjua? Yeye amekuwa bishop wetu Bungoma for 21 years. Tukikaa na yeye na headquarter yake na kwangu nyumbani kwenye ninakaa, the difference ni kilomita 1. Tulikuwa tunatembeleana kila siku nikiwa nyumbani. Tunaketi, tunaongea. Yala alitufanyia kule, huwezi kujua si mtu alizaliwa huko. Alijenga makanisa, alijenga shule, aliunganisha watu, aliombea wagonjwa, alifanya kila kitu. Wakati alikuwa amehamishwa kuja Machakos, sisi zote kama viongozi wa Bungoma tulikusanyika katika stadium yetu ya Masinde Muliro. Tukakuwa na misa karibu 3 hours. Hawa Dr. Muhwana walileta ng'ombe, sijui hizo ng'ombe alipeleka wapi. Walileta ng'ombe, walileta wimbi, walileta kila zawadi. Na yake kanyaka Bungoma tunamkaribisha kama mtoto wetu. Na yeye sasa ndio bishop wenu. Nimeona jana Popa amemuongeza madaraka ingine kusimamia Machakos na wote. Mtu mzuri lazima aongezewe, na mtu mkatili lazima apunguzwe. Sisi tukija hapa, mimi sichakuja hapa kwa sababu mimi ni Muluya. Hata sijui kwa nini Mungu alinifanya nikazaliwa Muluya. Nilijikuta tu huko. But the most important thing ni sisi ni wa Kenya. Ukiwa hapa kama wewe ni Mkenya, ukisikia mtu amepigwa risasi kule Vanga, Kwale au kule Turkana, unasikia uchungu kwa sababu ni Mkenya mwenzako. Sio vile ukisikia mtu amepigwa risasi kule China, the pain you feel is not the same pain you would feel if you are told mtu mmoja amekanyagwa pale Chumvi, amepigwa kule Garissa, kwa sababu ni Mkenya mwenzangu. Patriotic feeling. Shakespeare said, courage is not courage if you use it to hit your head against the wall. It is stupidity. Na tunataka tuwe na viongozi ambao wanajua the limit of where to go, what to say, where to say, how to say, and the impact on society. Na waomba wa Kenya, hasa viongozi, upunguze siasa ya kukata nchi yetu kikabila au kiregion. Kwa sababu katiba yetu inasema every Kenyan has a right to live on property and enjoy peace
anywhere and everywhere in our country. Huo unatoka Masaku, huo unatoka Kitui, huo unatoka kule kwetu kwenye tunapenda Busu Manaingo ho, ukiwa unatoka Kisumu kwa kina Obor, ukimpatia chakula kama hakuna samaki si chakula. Ukija hapa kwenu kama hakuna mudhokoi hakuna chakula. Lazima tujue our diversity is the source of our strength. Na ndivyo tutaishi. Na kama kuna mtu yeyote anataka kufuruka amani ya nchi, ikiwa ni mimi nitolewe. Akiwa ni Makau atolewe. Akiwa ni Kamene atolewe. Ikiwa ni wewe tolewe. Because we want peace for everybody. Kitu ya pili, nimechegemwa. Amachegeyan tugul gele, magioni chi kochesane Arap Ruto iwezekani. Wale Rigathi Gachagua, mimi mwenyewe nitakupeleka nyumbani. I am putting you, Rigathi Gachagua, on notice. You are going to be impeached. I can confirm that to you today. And I shall be in charge of that impeachment myself. So, and for those who have not understood, you know, they here at home, they call me Cheba Muren, Iron Lady. So I'm telling them, don't worry, no one can touch Ruto when I am there. So tonight, sasa amecho waungane mkono, amu iwezekani hiyo disrespect ilifanyikana. Rigathi Gachagua, you have been very disrespectful of the president. You have committed gross insubordination. You have violated the National Cohesion Act because you are busy preaching tribal politics. You have committed enough offenses, and now we have said enough is enough. We will send you home, or you resign by yourself. If you don't want to be you don't respect your president, then go home, resign. We don't need you. So asanteni sana, Mungu awabariki. Sitarudi Nandi County kuongea nisi. Asante sana Mheshimiwa Boss kwa hayo maneno. Sasa tumefika ile inaitwa kilele, na kabla nimuite Madam Chair wetu, na nataka niombe aje peke yake kwa siku ya leo, sababu wako na mtaka msindikika hadi hapo. Leo huyu chair ni wenu. Hii ingine utuachie maneno yetu pia kama independent arm of government, which is parliament. Na hata hii rais ukikuja kutuomba, tutakuomba respectfully utuachie to deal na hii mtu ambaye ni mnafiki ya mwisho. Unajua naibu ya rais nimeona ukisema tunaguzia uoga. Sisi hatuusi uoga wala hatununui uoga. Kila nyani iko na siku yake. Na yako ndugu yangu, we are waiting for Tuesday. Wabunge karibu 300 wamekubaliana ya kwamba wewe pumzika, tutakutana mbele. Hii wabunge 300 ni wrong ama wewe mtu mmoja ndio wrong? Na wacha hiyo maneno unasema ati wabunge wamelipwa. Kama kuna mahali ya kulipa, sisi wenyewe tuko ready kulipa, wewe uende nyumbani. Wacha kulipwa, tuko ready kuomba loan kukusaidia uende nyumbani. Kama unataka package ya kwenda nayo nyumbani, tutaomba loan wenyewe, tukuchangie, tukupatie uende. Sababu ya ile kudhalilisha na kudharau na kutusi viongozi umetusi katika Jamhuri ya Kenya. Na ulisema wabunge wengi, sababu hata jana umesema ya kwamba wajumbe wanasema watakufukuza nyumbani, na wakufukuza nyumbani watakuwa one term. Mambo yako ni sawa. Kama kutakuwa one term, wewe mwenyewe ukue half term. Tangulia nyumbani, tutakutana baadaye tuseme haleluya tukisonga mbele. Sasa kuna watu wengine siku hizi wanajaribu kututenganisha, na unachukua sehemu yako, unasema mimi mtu ya mlima. Na sisi tumesema haifai hivyo because tunataka kukua na Kenya moja. Na Father leo ametufunza, ametuambia ukiona kwa kiungo yako kuna kitu inaweza kukuzuia uende mbinguni, kata. Si ndio? So hii kutoka hii Tuesday hata sisi tutakata sehemu nyingine tumeona inataka kututenganisha, na itakuwa messy na casualty anajijua. Sina maana hiyo. Tuende tukate hiyo mkono, tukate hiyo mguu, tubaki na Kenya moja.